namna binadamu tunavyojisahau na lengo la kuletwa duniani na kuamini kuwa maisha ni kuzaliwa, kupata maisha mazuri na kufa. Hii ndio sababu ya binadamu kuwa na roho mbaya pamoja na kufanya chochote ili kupata mali. Kuna cha kujifunza hapa, na maisha yote tunatakiwa tuishi kwa kutegemea Mungu kwenye kila kitu. Inaya alikuwa ni binti mwenye akili na maisha ya kawaida, mwenye ndoto nyingi, na safari ya maisha yake inatufunza kuanzia hapa. Mwanangu, elimu ndio ufunguo wa maisha. Ujichunge na uwe makini na maamuzi yako sana. Nitabadilisha maisha yetu mama, niamini, siwezi kuwaangusha hata iweje. Inaya alianza safari yake ya maisha mara tu baada ya kumaliza masomo. Alitafuta kazi usiku na mchana, lakini hakuwahi kupata kazi ikadumu. Ninajua ninachoweza kufanya. Hizi CV zinaonyesha kila kitu. Tutakupigia simu tukijiridhisha na CV yako, maana tuna vigezo vyetu. Usiwe na wasiwasi. Inaya alikosa kazi kabisa. Akaona isiwe shida, akaanzisha biashara ili aweze kujikizi. Bahati mbaya ilianzia hapo, kwani hakuwahi kupata faida kwenye biashara yake. Hasara kila kukicha. Mbona kila biashara yangu inakufa? Yaani hadi niliwaza bora niwe mama ntilie, maana akili yangu ishachoka. Sijali, tumia mbinu mpya na uvumilivu. Baada ya kila biashara kwenda kombo, Inaya aliona bora aolewe, lakini kwenye ndoa pia palimshinda. Inaya, nilikupenda sana, lakini wewe sio bahati nzuri kwangu tu. Hata wewe hujanibadilishia maisha yangu hii. Siwezi kuishi hivi ndani ya maisha yangu yote, tuachane, maana wewe ndo chanzo cha huu fukara. Hebu muogope Mungu wewe mwanamme. Inaya alijaribu upande wa pili na kuanza kutumia nguvu za giza, kitu alichoambiwa ni atoe kafara ya damu ya ndugu yake. Inaya hakuchoka, alijaribu tena na tena, huku akiwa na imani kwamba ipo siku atakuwa na pesa nyingi sana. Yaani, nimeshafanya mambo mengi sana, lakini maisha yangu bado yapo vile vile jamani. Miaka ilipita, lakini maisha hayakubadilika. Ndipo Inaya aliamua kufungua genge dogo la biashara. Leo tuna ofa. Ukinunua viungo vya mchuzi, tunakupa na ofa ya mchele, yani ukapike ule mteja wangu. Nipo kwa ajili yenu jamani. Si alisema ataenda kutajirika, kwani pesa nongo kwamba kila mtu anazo? Mara ghafla, Inaya alipata njia nyingine ya kujipatia kipato ambayo ikimuingizia pesa kila kukicha, mpaka alifanikiwa kuweka sawa nyumba yao. Lakini kama isivyo bahati kwake, Inaya, kumbuka tumekuja kudanga. Habari za mapenzi hamna, huku ni biashara, hakuna jengine. Inaya mwanangu, amka. Tangu jana hujatoka nje, shida nini mwanangu? Inaya, Inaya, Inaya mama. Mama, mwanao alifanya upasuaji usio sahihi, jambo ambalo limesababisha kupooza kwake na inaweza kuathiri ini pamoja na figo moja alobaki nayo. Inaya mwanangu, umeuza figo. Ndio maana maisha yetu yamebadilika, lakini bila uzima wako pesa hazina kazi kwetu. Baada ya miaka mingi kupita, mama yake Inaya alifariki na Inaya alibaki na wafanyakazi peke yake. Hakuna rafiki wala ndugu wa karibu. Raina, siku nikifa utachukua nusu ya mali yangu zilizobaki. Nusu nyingine ni wakfu. Maana mama amefariki na mimi sina watoto wala ndugu wa karibu. Oh, Mungu wangu, pole sana. Inaya pesa alipata, lakini pia hakuweza kuzitumia kwenye raha. Akabaki tu anajiuguza. Na ifike wakati kila anayejiweza amsaidie ambaye hana. Kwani mali utakuwa nazo, lakini ukifa unaziacha.